Shetani anazeeka. Nilikuwa hata sijarekodi ujue. Shetani amenivalia yaani Shetani amenivalia kilote leo. Ulikuwa sema mwewa. Nilikuwa sijafinya buto. Shetani anaamua kuvala training kabisa kitu anivurugie vitu vyangu. Nina shida, tutakutana na yeye mbele ya Mungu tribunal. Kama kawaida sisi tunaendelea na video yetu, tunawaonyesha Trois Rivières. Kwa hivyo unaona vile kuna kuaga, hili ni tope. Alafu kuna mtu anakuambia wende Ulaya na passport. Ukifika utapata visa inaitwa visa visiteur ama visitor visa. Alafu ukifika airport utatupa passport, uanze kuishi barabarani. Utalala nje mwa hii baridi? Unaona? Je, utaweza kulala hapa? Hii ndio Trois Rivières yetu. Nikuonyeshe mitaa. Kuna watu wanadanganyana wanaambia utabwaka ngunda. Kubwaka ngunda tumia akili. Jua unabwaka ngunda je, huko na wako kusaidia, huko na pesa ya kulipa avoka. Sasa hauna pesa ya avoka ya lawyer yani. Nikisema avoka wa Kenya mtafikiri ni avocado. Namaanisha lawyer. Wakili kwa Watanzania, hauna pesa ya wakili. Alafu wewe unasema naenda Ulaya na visitor visa, nikifika huko nitatupa passport. My friend, unaona huku hakuna kibanda, hakuna hema, hakuna sehemu ya kulala, ni miti na baridi. Utateseka kweli kweli. Hapa tuko pia kwenye university, moja kati ya university kubwa sana ambayo inapatikana ndani ya province ya Quebec, lakini ndio university kubwa pia inapatikana hapa kwetu Trois Rivières. Ni kubwa sana 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 sana. Kwa Wakongomani ambao waliwahi kusikia historia ya msichana wetu mmoja alikuwa anasomea hapa, alikuwa anaitwa Alexandra Diengo Lumbai. Hapa ndio alikuwa anasoma, lakini kwa bahati mbaya alikuja kupatikana kwenye mto Saint Laurent, Fleuve Saint Laurent, akiwa ameaga dunia. Sababu za kifo chake mpaka sasa hivi zina utata, zimehusishwa na mapenzi na vitu vingine. Hadi sasa hivi hatujui tatizo lilikuwa nini. Lakini hapa ndio shule. Hii ni university kubwa sana. Nadhani unaweza kuiona jinsi ilivyo. Tunaizunguka. Kuna wanafunzi kutoka nchi zote ambazo nazijua za duniani. Hapa sehemu kubwa sana sana sana. Kwani wanasomoga na leo dimanche? Wanafunzi wanaishi. Naona magari mengi yako hapa, nikafikiria labda leo ni Sunday hawako shuleni, lakini tumebahatika kupita huku, nikasema kwa nini nisiwaonyeshe ukubwa wa university hii. Kuna watu wengine wanafikirianga Trois Rivières ni kijiji tu, tunapowaambia tunaishi Trois Rivières mnafikiria ni ka village fulani hivi. No, hapa kuna university kubwa ya mkoa, yani University of Quebec. University kubwa sana 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 sana. Kwa hivyo nadhani unaweza kuona jinsi kunapendeza. Na siko peke yangu ndani ya gari, acha nikuonyeshe. Nina familia kubwa hapa ndani ya gari. Nikiwa na Sere Ornella, ndio tutarudi kule. Nikiwa na Sere Ornella, nikiwa na mchungaji wangu hapa Pastor Jerome Kilozo, kiongozi ambaye anatuongoza kiroho pamoja na tusaidia pia kwa maisha. Niko na Sir Sandra pale, anaonekana kwa nyuma amekaa kule mama Denise na familia yake, kiti changu kimemzuia, kwa hivyo ndio hivyo. So turudi huku ndani. University inaendelea. Hili lote hapa ni shamba la chuo. Kuna mtu anasema nataka kuja huko kusoma na mimi niwe candidate étudiant international ama international student. My friend, ni gharama kubwa sana. Hapa watakutaka ulipe kwanza ada ya shule, yani fee ya karibuni miezi 3 ama miezi 4 ili kuonyesha uwezo wako. Utahitajika kuwa na sehemu ya kulala, kulipia hostel. Kwa hivyo inaweza kuwa gharama kubwa, inategemea kwenyu mmejiweza kiasi gani. Kama hamjajiweza, ni bora utafute kambi ya wakimbizi ambayo iko karibu na wewe. Kubali kukaa miaka 15 kila maharagwe kwa msaada wa Umoja wa Mataifa ili uweze kuja. University ndio hiyo hapo, inaandikwa pale vizuri sana, nadhani umeiona. Na hapa pia Canada sio mbinguni. Canada kuna makaburi. Kwa hivyo hata ukija huku utakufa tu. Kufa kwa sababu Biblia imesema
lazima kila nafsi itaionja mauti, na wazungu wanaonja mauti. Hii hapa ni makaburi, si ya wazungu peke yake, kuna wazungu, kuna weusi ambao wamelala hapa ndani. Hata umbwa pia nimeambiwa zinazikwa hapa hapa. Kaburi, unanunua kaburi la kuzika umbwa wako. Umbwa akizikwa huku hatupwi kama Afrika. Lakini hata huku pia umbwa anazikwa, anafanywa mazishi. Nakumbuka imewahi kutokea kwa moja wa familia yetu yuko Marekani. Mke wangu anamjua. Alikuwa na umbwa yake, naye ameshafika kule kidogo kidogo, ameshaiga tabia za kizungu. Umbwa wake akafariki. Tulimuona naye akiandaa mazishi. Alilia sana hadi Facebook. Kidogo atatiza hata wanafamilia wengine. Tunamuuliza, dada kuna nini? Akatuambia umbwa wake amekufa, sasa yuko na mazishi. Lakini sasa kwa wazungu ndio hivyo. Ukiiga utakuwa hivyo. So hii yote hapa ni Trois-Rivières. Barabara hii inaitwa Boulevard des Forges. Ni moja kati ya barabara kuu yenye activities nyingi sana hapa. Kuna supermarket kama Maxi, hiyo iko hapo. Kuna McDonald's ambayo iko hapa mbele yangu. Hii moja ni restaurant kubwa sana ambayo kunapatikana fast food. Kwa hivyo kuna supermarket pia pale inaitwa IGA ambayo ni moja ya vitu ambavyo vinapatikana kwenye barabara hii hapa ya Des Forges. Kuna bank, kuna shule. Hii ni shule moja nzuri sana. Don't say that in my video kwa sababu za kiusalama. Hii hapa ni mall kubwa, shopping mall, inafunikwa na huu mlima hapa wa ice. Inaitwa Les Rivières, yani mito. Yani mito kwa wingi ama rivers. Hii hapa nadhani mnaijua sana, nishaingia hata ndani kwa wale ambao nimebahatika kuwaonyesha Les Rivières. Tunaendelea na barabara ya Des Forges. Tukisindikiza dada mmoja tuko naye hapa anaitwa Ornella nyumbani kwake. Kwa hivyo wewe ukiwa unakaa pale nyumbani unakula popcorn ama unakunywa chai, unaenjoy naisha. Kuna banki hapa inaitwa Desjardins. Kila mgeni ambaye amekuja Canada ana account kwenye hii banka hapa. Kila mgeni ana bank kwenye Desjardins. Kwa hivyo hata wewe siku utakuja huku Trois-Rivières ama Quebec, jua utapata account yako kupitia Desjardins. Kwa mbali kule mtu anaweza kufikiria ni milima, lakini sio milima hii hapa. Hii ni mawingu tu ambayo iko huko nyuma. Sio mlima. Usifikirie labda kumbe Canada kuna milima. Sio milima. Kwa hivyo ndio hivyo watu wangu wa nguvu wa Leza TV. Najaribu kuwaonyesha tu maeneo mazuri ya huku kwetu Trois-Rivières. Ni mji mkubwa na hapa tumetembea tu hapa katikati tu. Mtu anasema kama wanaishi kijijini hivi. Jua uoni gorofa, ukitaka kuona gorofa enda Montreal, lakini mwisho wa siku zile gorofa sio zenyu, sio za kwako. Kwa hivyo hata zikiwa nyingi hazikusaidii chochote. Hivi karibuni nitakuingiza mtaani tuweze kuangalia pia mitaa iko vipi, kwa sababu hii ni barabara nilikwambia yenye shughuli nyingi za kibiashara ambazo ina magari mengi. Boulevard ni kama highway. Yaani kuna highway, kuna pia na autoroute. Autoroute ni super highway. Boulevard ni highway ya kawaida tu. Naam, hapa tunaanza kuingia mitaani. Mitaa yetu pia inakuwa imetulia vizuri, haina kelele. Hasa kipindi hiki hapa cha hiver ama kipindi cha winter kwa Kiingereza. Yes. Kipindi cha baridi. Baridi ni kali sana hapa. Wakati tulikuwa Afrika tulikuwa naambiwa ukienda, hata mimi niliambiwa ukienda usiende bila kuwa kama hujaoa. Kwa sababu baridi ni mingi kule, huwezi vumilia. Lakini cha kushangaza nimekutana na watu huku kama Ornella hawajaolewa, wadada kama Sandra hawajaolewa, na wanasema hapa kama huko nyumbani na ungetaka, hawa ni matajiri tayari, wana pesa zao, wana makadi za nchi ya Canada, yani ni permanent resident. Kama unateseka kule Afrika garso, ungetaka hawa mmoja kati ya wadada, umeshapenda Sandra ama Ornella, niambie kupitia comment section nikufanyie mpango. Hiyo pete amevaa ni ya urembo, asikutishie maisha.
Niambie. Kama umependa umoja na ungetaka kuja Canada kufanya harusi yako ndani ya snow, kuja. Huyu hapa anafanya kazi ya kuondoa hizi snow. Nadhani umemuona vizuri sana. Unaona nyumba zimebadilika rangi Juu ni kweupe, yani zote zimefunikwa na snow. Jana imeanguka nyingi sana. Snow ilikuwa nyingi kabisa. Kwa hivyo ukitaka kuja kufurahia maisha, uishi na wewe hivi vizuri, uishi Canada kama umetulia, kwa sababu hapa hawa wadada nimekuonyesha hawata kuomba pesa. Ukitaka kuwaweza vizuri, wewe unanunua tu nguo, unawashonea vitenge vizuri, unawatumia na post, wanapokea vitenge, wanasikia vizuri. Kikwembe tu ya bia unashona. Kisha baada ya hapo unamwambia niko na shida, kichwa inaniuma, wamenifungia nyumba, anakutumia $200. Kwa hivyo ukitaka kuishi kuwapenda hao watu wa dada wa Ulaya na wakupatie zawadi, na wewe unakuwa unatoa zawadi. Usikae tu hapo kila saa wa mashida, mara mjomba wangu anaumwa, mara sijui baba yangu mdogo amefungwa. So ndio hivyo. Daornella ameshuka. Tukusubiri Haya. Nasema wao, ulikuwa unapiga picha na simu yako tu ya Afrika. Natoka mzuri. Mshabadilika tu sai. Refleksio ya hii Neige msura na kwa mzuri. Kama foto ya Neige. Tunaendelea na barabara yetu na kujifunza. Hujajipiga picha ya Neige? Umechelewa dada yangu. Picha ya snow inatokeanga butamu sana. Ni nzuri sana. Ushaanza kwa wewe peke ino siku? Ndiyo. Yaani mitaa imefanana vizuri sana. Inapendezaga hii kitu Na hii ndio kitu ambacho ingekuwa Afrika. Kwa Markisi hapa. Wow. Ingekuwa Afrika, ingekuwa Canada inakuwa kama Afrika, vumbi hivi, udongo wa rouge, wa red soil. Kama watu wengi hawatakaji kuja huko Canada, lakini watu wengi wanapenda kuja Ulaya kwa sababu ya haya mazingira. Unaona Hii ndio inafanya Ulaya inakuwa Ulaya sasa. Ndio inafanya Canada inakuwa tamu. Ukisikia mikili ya poto unasema poto ni snow. Poto, wewe unaishi Ulaya lakini hujawahi ona snow, hujawahi ona neige. Wewe na mwenyako mkambi ya Turkana hamna tofauti bwana. Watu wa Arizona na Texas, nyinyi mnapigwa na joto hadi scorpion na nyoka zinawakula kipindi sisi tunateseka huku na baridi. Naona miti inapendeza, miti inanyauka, lakini kuna hii miti ambayo inaitwa Christmas tree. Hii hapa hata baridi ikuwe na namna gani, hii miti huwa hainyauki. Lakini ukiangalia upande mwingine, hii miti yote imenyauka. Ndio maana hii miti ina nguvu sana. Sasa kipindi hiki cha Christmas watu huwa wanaichukua wanaiweka nyumbani kwa kuonyesha kwamba ni miti yenye uwezo mkubwa sana. Miti upande moja imekauka, upande mwingine iko na majani. Kwa hivyo kila video yangu ina mafunzo, inakufunza mazingira, inakufunza hali ya hewa ya Canada. Nimeambiwa kipindi hiki cha baridi tulikianza mwezi wa 11. Hizi ni mashini za kuondoa snow zinafanya kazi kwa sasa. Tulianza kipindi hiki mwezi wa 11, tutaenda hadi mwezi wa 4 mwisho, kwa sababu wamesema kipindi hiki kimekuwa snow itakuwa inamwagika kwa muda mrefu, afu baridi itakaa sana. Na kwa wale ambao wanasema tunataka kuja kufanya kazi za mashamba kule Canada, nikukumbushe tu kwamba kipindi kama hiki hamna kazi yoyote ya mashamba ambayo inaendelea, kwa sababu huwezi kulima. Unalimaje hapa? Mwenyewe unaona kumefunikwa, ardhi imefunikwa, yani udongo umefunikwa na majani. Inamaanisha kufanya kazi ya kilimo ni ngumu sana. Yani ardhi imefunikwa na snow, na hili barafu, kama tunaweza kuita barafu, kwa sababu huwa inakuwa inaganda na ni maji tupu hiyo. Na inapomwagika hivyo miti inanyauka. Huu ni msitu. Ukifika hapa kipindi mwezi wa 6, 7, 8 utakuta kuna msitu mkubwa sana. Na hii ni miti maarufu sana hapa Canada ambayo inajulikana kama
maple leaf. Ni maple tree, lakini jani lake ambalo ni maple leaf ndio linapatikana kwenye bendera ya Canada. Nakumbuka kipindi ambacho nilijua kwamba mimi napata visa ya Canada, nguo zangu zote nilizipiga embroidery ya maple leaf. Yaani ilikuwa kama nembo, logo yangu ilikuwa ile jani. Nilipofika hapa Canada nilikuwa nafikiria sitaona ya majani, lakini nilipoyaona nikafurahi sana, nikayakanyaga. Nikasema wewe Gisu ulinitesa nikiwa Afrika, leo hii mimi nakukanyaga na miguu yangu. Vile neno la Mungu linasema kila mahali ambapo miguu yako inakanyaga Mungu anakumilikisha, yani unamiliki hiyo nafasi. Hivyo ndo nilikanyaga maple leaf, nikasema mimi nataka kuimiliki Canada. Na kweli naendelea kuona wema wa Mungu, kwa sababu sio kwa bahati hii. Natembezwaga na mchungaji wangu. Mtu anajuza kila saa unakuwa na mchungaji, kila video ulienda Montreal ulikuwa na mchungaji. Ndiyo, ni neema, sio bure. Tuko wengi hapa lakini hawana neema kama yangu. Kwa hivyo hakuna kitu ambacho unaweza kuchukulia kwa urahisi. Kwa Kiingereza tunasema is not for granted, lakini ni kwa sababu Mungu amefanya iwe hivyo. Na wewe nakuombea ndugu yangu ambaye uko Afrika. Sana sana watu wa Afrika nyinyi mnaonanga video mnasema tutawahi fika huku kweli. Usiwe na wasiwasi, utafika. Kama mimi nimefika, ambaye sikuwa hata na mjomba Ulaya, sikuwa na shangazi, sikuwa na mtoto sijui binamu, mimi nikafika. Kwa hivyo mimi katika binamu zangu wote, mimi ndio binamu wao wa kwanza ambaye niko huko. Katika ndugu zangu wote, mimi ndio mtu wao wa kwanza ambaye niko huko. Kwako pia inawezekana. Muamini Mungu, especially 2026 huu mwaka ni mwaka wa baraka sana ambao Mungu atakufungulia milango. Kama unaombaga Mungu na unafanya maombi ya kuja Canada kwa njia yoyote, iwe njia ya kazi, iwe njia ya express entry, iwe nomination provinciale ama ambayo inaitwa PNP, provincial nomination, iwe ni AIP, Atlantic Immigration Program, kupitia job za LMA ambayo ni Labor Market Impact Assessment. Yani kwa njia yoyote ile ambayo unahisi, hata kama ni visa, kuja kututembelea, utuone, tushangilie na wewe, ufurahie na wewe kipindi hichi, tukutembeze maeneo ambayo tunayajua ya Canada, itakuwa jambo la kufurahisha sana. So tumetoka kumpeleka dada yetu Ornella, sasa hivi tunampeleka dada Sandra nyumbani kwake. Nikasema kwa kuwa ni safari ambayo tutazunguka hapa Trois-Rivières. College. Kuna college hapa inaitwa CEGEP. Kubwa sana pia ambayo watu wengi wanasoma hapa pia. Kwa hivyo dada yetu Sandra pia ndio ule ameshuka, amesema bye. Kwa hivyo acha nikutembeze kidogo pia hii mazingira hapa, tuzunguke hapa maeneo ya CEGEP. Ndiyo. Nikuonyeshe ya ambayo inaitwa CEGEP. CEGEP ni college, sio university. Nimesha kupeleka university, sasa hapa na kupeleka kwenye CEGEP ama college. Lakini elimu yao hapa huwezi kuilinganisha hata na university yoyote ya Afrika. Maana hapa ukisoma hata polytechnic, yani ni kama umesoma university kubwa sana. Ndio maana hata ukiwa na cheti chako cha Afrika, kabla upate nafasi huku Canada lazima ufanyiwe equivalence ya WES. Sasa hii hapa ni CEGEP. Wanaandika pale juu CEGEP de Trois-Rivières. Nadhani umeona. Hii hapa yote ni chuo ambacho watu wanasoma humu ndani pia. Wapo wageni, wapo raia wa hapa, yani wote wanasoma hapa kwenye hii chuo ya CEGEP. Najua kila kitu ambacho nakifanya kwa nia ya kukuelimisha, kukufundisha, ili uweze kupata kujua. Hii yote hapa ni chuo ambayo tumesema ni college. Ni nzuri sana, elimu yao inatosha sana, inafaa sana kwa sababu ya mtu yoyote ambaye angetaka kuongeza elimu. Huko Afrika umesoma, labda umesoma udaktari ama umesoma uuguzi, yani wewe ni nurse ama kwa Kifaransa tunasema infirmier ama medecin, lakini unataka kuja Canada. Experience yako ya Afrika ama masomo yako ya taaluma yako ya Afrika
muda mwingine haiwezi kukusaidia kufanya kazi hapa moja kwa moja. Utahitajika kuja sehemu kama hizi CEGEP ili kuongeza elimu. Niko hapa kwenye gari, anayeniendesha hapa, huyu hapa mchungaji wangu. Huyu ni muuguzi, yani ni mtu ambaye anahusika na masuala ya afya. Ni tabibu. Amesomea sana mambo ya afya huku. Ndio ananitembeza pia hivi tukitembea pamoja. Hii yote hapa ni shule. Huku labda ndio wanahusika na mambo ya majiko nini kila kitu. Hapa ni nini ni sema wale watu hapa wa génie civil kujenga génie industriel. Kwa hivyo hapa ni sehemu ya masomo ya wale ambao wanahusika na ujenzi, pia wanasoma hapa. Engineer kwa sababu ya construction ya ujenzi na barabara pia wanasoma hapo CEGEP. Kwa hivyo hata wewe kija sehemu ya kuweka magari ya CEGEP parking. Unaona shule ambayo kule mahali ambapo shule iko na mahali ambapo parking yao iko. Parking leo iko empty kwa sababu leo ni Jumapili kama nilivyosema, lakini unaona vile parking ni kubwa, inamaanisha ni chuo kubwa sana, sio chuo kidogo. Jengo lingine tunaenda huko. So kuna CEGEP nyingine kubwa ambayo pia naenda kukuonyesha, ambayo yote ni moja na ile, ila vitengo viko tofauti. Kama tulivyosema, kwenye kitengo kile wanasoma mambo ya ufundi, hasa engineers wa ujenzi, watu waganga pia ambao ni waganga, inamaanisha madaktari, manasi wanasoma pale. Sio waganga wafikiria waganga wa kienyeji. Maana Kenya ukisema mganga wanajua mganga wa kienyeji. Afadhali Tanzania wanajua kama mganga ni mganga tu wa hospitalini. Lakini Kenya wanajua mganga kabisa ni mfumu, kama vile Kongo tunaita. Na uwanja wao. Wana uwanja pia wa michezo hapa kama unavyoona, ni mfano kabisa wa stadium ambayo ni kubwa sana. Hii yote huku ni CEGEP. Hii pia nayo ni CEGEP ya Trois Rivières. Kwa hivyo unaona vile inaandikwa hapa Diabolos. Hii uwanja wao inaitwa Diabolos. Diabolos ni nyimbo fulani hivi ya msanii wa Kongo. Kofi. Diabolos ni shetani. Stadium yao hapa. Stade hii hapa. Lakini pia wana garderie inaitwaje chancellor kwa English? Daycare ya watoto pia hapa. Nakumbuka tushaleta mtoto hapa kwenye hii daycare. Tumeleta Michelle hapa kwenye hii daycare. Kwa hivyo unaona jinsi huu mji ni mkubwa. Sio mji mdogo, mji ambao una hizi college, una university. Inamaanisha Trois Rivières yenyewe ni kubwa sana. Na inafaa sana kwa kila kitu. Kwa sababu inajieneza, iko na university, iko na hizi college, ina shule nyingi sana. Na college ni nyingi sana ambazo zinafunza hata lugha, zinafunza masomo mbalimbali ambayo caregiving na masomo mengine. Kwa hivyo nadhani umefurahia sana kile ambacho umekiona, mtu wangu wa nguvu. Kama una chochote cha kuniambia, niambie kupitia comment section. Kama una swali, nitakujibu kupitia comment section. Nini ungetaka kujua, basi niambie. Lakini pia ukitaka kujiunga na WhatsApp group yetu, unaweza kugusa link ambayo iko kwa description ya hii video ili uweze kujiunga na WhatsApp. Lakini pia unaweza kufollow channel yetu ya WhatsApp ya Leza TV, ambayo tuna channel sasa ya ili tuweze kuwa tunaweka taarifa zetu zote mahali pamoja, kwa sababu kutengeneza group kidogo kunaleta matatizo pia, na kunapatia mwanya matapeli kuweza kuingilia kati na kuchukua namba za simu za watu. Kwa hivyo tunapokuwa kwenye channel ya WhatsApp tunakuwa sehemu ambayo ni salama. Kwa hivyo follow channel yetu ya WhatsApp kwa kugusa link ambayo pia iko kwa description ya hii video, itaweza kukusaidia. Stay blessed. Peace.